Habari yako. Leo napenda kushare na nyie story hii. Yawezekana dada yangu, kaka yangu, rafiki yangu, mkubwa wangu, mdogo wangu. Wewe ni miongoni mwa watu ambao wanapitia situation kama hii, au una rafiki yako, au una mtu ambaye anapitia situation kama hii na umeshindwa kumuelewa kabisa alivyobadilika. Mtu huyo hayupo peke yake, na mimi pia naipitia hali hii. Hali hii inaitwa withdrawal ya kihisia. Hii inakuja baada ya kumpoteza mtu muhimu kama mzazi. Moyo unaweza kufunga milango kwa muda. Unajilinda usiumie zaidi. Unakuwa huoni nguvu au maana ya mahusiano madogo tena. Mfano kuzungumza na marafiki, kujali zaidi, kutaka kuwasikiliza watu. Inapotea kabisa. Alafu kuna kitu ndani yako kinachoona kama hakuna mtu atakayekuja kukuelewa kwa kina kama yeye, mtu huyo uliyempoteza, alivyokuwa akikuelewa. Japokuwa hatakuwa alikuwa hakuambii. Wewe ambao unapitia hali hii, unahisi ni kwa nini unasahau kuwasiliana au kujali watu? Let me tell you this. Ni kwa sababu akili yako na moyo wako vipo kwenye survival mode. Yani unapambana na ombwe ambalo watu wengine hawawezi kulijaza. Ni hali ya kutokuwa consistent, si uvivu, si ubinafsi, si roho mbaya. Ni mwitikio wa huzuni unaovaa sura ya ukimya, upweke na kutojali tena. Usijilaumu hata kidogo. Badala yake, kubali hali hii kama sehemu ya safari yako ya uponyaji. Kwa wale unaowapenda wakikuona kimya, si kwamba huwajali, bali kwa sasa wewe mwenyewe unahitaji kujaliwa. Kwanza kabisa inabidi uelewe, hii sio hali unayolazimisha, lakini unaweza kujisaidia kwa hatua ndogo ndogo. Mfano wake, ujikumbushe watu 2 au 3 unaowapenda, uliowahi kuwajali. Watumie ujumbe, wasalimie pole pole. Alafu pili, jitengee muda wa ukimya kwa ajili ya uliyempoteza. Ikiwa ni baba yako, mama yako, rafiki yako, dada yako, andika hisia zako kama barua kwake. Alafu la mwisho kabisa ambalo ni la 3, waambie ukweli marafiki zako wa karibu. Unaweza ukawaandikia hata ujumbe unawaambia, bado ninapitia kipindi kigumu toka nifiwe na mzazi, si wapuuzi, ila moyo wangu bado haujatulia. Nina imani watu sahihi watakuelewa, na ukihitaji kuwazungumzisha tena, usijisikie kama umechelewa, kwa sababu ukimya wako ni sehemu ya hadithi ya uponyaji, bali si kosa. Na yote haya yanawezekana kama utamweka Mwenyezi Mungu mbele, uswali sana. Huenda unapitia katika hali hii, au una ndugu yako, rafiki yako ambaye anapitia katika hali hii. Jaribu kumuelewa. Ipo siku atarudi kuwa vizuri na atarudi kuwa karibu na wewe. Mwenyezi Mungu akubariki na akuponye pia.